CCM. Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. CCM, CCM. Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. CCM, CCM. Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. CCM, CCM. Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. Watu wote wanajua, CCM namba 1. kina mama wanajua, CCM namba 1. akina baba wanajua, CCM namba 1. wawekezaji wanajua. CCM namba 1. Chama wembe, Kupita wembe, wembe ule, wembe ule, wembe ule, wembe kupita wembe, wembe ule, wembe ule, wembe ule ule, wembe ule, wembe ule ule, wembe sasa kumekucha, jambo limekwisha wika Dodoma. Sasa kumekucha, jambo limekwisha wika Dodoma. Dada wa CCM. Sasa kumekucha, jambo limekwisha wika Dodoma. Sasa kumekucha kweli, sasa kumekucha, jambo limekwisha wika Dodoma kweli. Dada wa CCM kweli. Yuko wapi? Yuko wapi? Kikwete. Dada wa CCM kweli. Yuko wapi? Yuko wapi? Kikwete. Dada wa CCM Ndugu mgeni rasmi, baada ya kuikagua gari ya malesi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani ambaye kwa nia safi, siku hii ya leo nataka kuikabidhi katika kituo hiki cha afya kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wa jimbo la Kiwani. Sasa kwa heshima tunakuomba uendelee kutukabidhi gari hii Chama la Kiwani. Nachukua fursa hii kukukabidhi gari hii ambayo niliinunua mwenyewe kwa pesa zangu za mfukoni, kiasi ya shilingi za Kitanzania milioni 31. Nachukua fursa hii kukabidhi funguo hii pamoja na kadi hii, ambazo hizi uzikabidhi kwa Wizara ya Afya kupitia kwa afisa mdhamini wa kituo hichi, kwa afisa mdhamini afya Pemba, kwa ajili ya kutumika katika kituo hichi pamoja na jimbo kwa ujumla, lakini na pamoja na kazi zao ambazo watakuwa wamezipanga wenyewe. Taratibu za kukamilisha kadi kutoka kwa binafsi kuipeleka kwenye serikali, tutashirikiana na afisa mdhamini kuzikamilisha. Kwa naomba uchukue fursa hii. Apeze yake. Kiwani oye! Oye! Mheshimiwa afisa mdhamini Wizara ya Afya, kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani, naomba nikukabidhi kwanza waraka maliambwa kadi. Hii sio kadi, huu ni waraka wa kukabidhi ya nini, wa kumiliki hii gari. Maana ikiwa huna huu, huna gari. Kwa hivyo kwanza na ukabidhi waraka ambao ndio mali ya hiyo gari lenyewe. Lakini pili, ukabidhi wa gari hii ya ambalesi itumike kwa taratibu zilizokusudiwa kwa mjibu wa taratibu zenu za Wizara ya Afya.
Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani, wanachama na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia upande wa Wizara ya Afya, nitoe shukrani zangu za dhati kwanza kwa Mheshimiwa mbunge kwa kulifikiria hili na kuona kwamba wananchi wa jimbo la Kiwani wana uhitaji wa kupatiwa gari hii ambayo itatoa huduma katika eneo la jimbo la Kiwani, lakini na maeneo mengine kama ambavyo uhitaji wa Wizara ya Afya unakuja. Nimepokea waraka pamoja na funguo, lakini taratibu nyingine kama ambavyo mwenyewe Mheshimiwa mbunge kasema atazikamilisha ili gari hii isomeke ikiwa na maandishi ya SMZ, na sisi kama wizara tuisimamie katika kutoa huduma kwenye maeneo ya jimbo hili lakini na majimbo ya jirani, ili kuokoa maisha ya wananchi, hasa kina mama wajawazito ule wakati ambao watahitaji kuhamishiwa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Na mimi kwa upande wangu naomba moja kwa moja nikabidhi gari hii kwa DMO wa wilaya husika, kwa sababu hii gari itafanya kazi katika wilaya ya Mkoani. Jimbo la Kiwani liko katika wilaya ya Mkoani. Kwa DMO naomba nikukabidhi gari hii ili tuweze kuitumia. Kwa sasa hivi tutatumia kama ambavyo ilivyo, tunahitaji nayo ili wazazi lakini na wagonjwa ambao watastahiki kutumika hapa itakuwa nini. Kwa hiyo maendesho ya gari hii na taratibu nyingine zote zitakuwa ziko chini ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo naomba upokee haya mambo mawili. Hii ya kukabidhi gari rasmi naomba nayo ni kabidhi. Asante. Jamani, naomba muone mambo ya sasa hivi yote ya uwazi na ukweli. Naomba uisome. Kwa hiyo hii ndio barua ambayo imeletwa kwetu, imekuja kwa afisa mdhamini, mada kukabidhi gari la kubebea wagonjwa kituo cha afya Kendwa, na kuomba usike na mada hapo juu. Mimi Rashid Abdallah Rashid, mbunge wa jimbo la Kiwani, napenda kukujulisha kuwa leo tarehe 22 mwezi wa 6 2025 ninakabidhi rasmi ni gari la kubebea wagonjwa aina ya Toyota Hiace. Chassis namba zimetajwa, capacity yake iliyosajiliwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa nambari za usajili ambazo zimetajwa na plate number ambayo inasomeka Kendwa. Naomba gari hili kwa niaba ya wizara kuhakikisha linatumika kwa malengo yanayokusudiwa. Kwa sisi tunaahidi kwamba tutaitumia gari hii kama ambavyo ilivyokusudiwa, sio kwa matumizi binafsi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante ndugu mgeni rasmi, twende ndani kupata ratiba nyingine. Ingieni ndani. CCM oye! Ndugu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kusini Pemba, sambamba na wajumbe au wageni waliofuatana nao, katibu wa mwenyekiti wa wilaya ya Mkoani ndugu Ali Juma, sambamba na ugeni na waliofuatana nao, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani, ndugu viongozi wa afya, ndugu wageni waalikwa, karibuni katika hafla hii fupi na adhimu na muhimu na yenye historia katika jimbo hili la Kiwani, kwa ajili ya kile ambacho tumekishuhudia pale nje. Na ndugu mgeni rasmi, kinachofuata sasa ni muendelezo wa kile ambacho tumekifanya nje, na sasa tunaomba tulinde ratiba yetu ambayo ni usomaji wa risala ya wananchi wa jimbo la Kiwani. Soma risala tafadhali. Risala ya wananchi. Ifuatayo ni risala ya wananchi wa jimbo la Kiwani kwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa Yusuf Ali Juma, katika sherehe ya kukabidhiana gari la kubebea wagonjwa leo Jumapili ya tarehe 22
mwezi wa 6 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kusini Pemba ndugu Yusuf Ali Juma, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mkoani, waheshimiwa viongozi wa chama na serikali mliohudhuria hapa, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima, na leo hii tuko hapa katika hafla muhimu ya kukabidhi gari ya kubebea wagonjwa kituo cha afya Kendwa yenye thamani ya Tanzania shilingi milioni 31. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda nikushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii adhimu na muhimu na kukabidhi gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya Kendwa. Ujio wako umetupa faraja kubwa na kuonesha jinsi gani serikali yetu kupitia viongozi wake inajali maisha na ustawi wa wananchi wake, hasa wale wanaoishi vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa muda mrefu wananchi wa jimbo la Kiwani tumekuwa tukikumbwa na changamoto kubwa ya usafiri wa gari la wagonjwa, hasa kwa nyakati za dharura kama vile pikipiki, baskeli, bajaji na magari ya kukodi, hali ambayo si salama kwa afya ya wagonjwa na wakati mwingine imekuwa ikisababisha madhara makubwa na hata kupoteza maisha uliostahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia gari hii la kubebea wagonjwa itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa jamii yetu, itaboresha kwa kiasi kikubwa uhitaji wa huduma za afya na litasaidia kwa haraka kufikisha wagonjwa kwenye vituo tiba vya vifaa vinavyohitajika. Hili ni jambo la faraja na linalostahiki kupongezwa kwa nguvu zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani, Mheshimiwa Rashid Abdalla Rashid kwa jitihada zake za dhati za uzalendo, upendo mkubwa kwa wananchi wake. Kupitia juhudi zake binafsi na ushirikiano wa wadau mbalimbali, leo hii tumeshuhudia hatua hii muhimu ya maendeleo. Tunatambua kwamba upatikanaji wa gari hili si tu zawadi, bali ni matokeo ya uongozi bora, usikivu kwa wananchi na dhamira ya kweli ya kuhudumia jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kiwani, tunawaomba wasimamizi wa gari hii kulitunza na kulitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wananchi wa jimbo la Kiwani tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi shupavu na imara wa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan kwa kuendeleza huduma, kuwekeza katika sekta ya afya vijijini, na kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa kusimamia vyema utekelezaji wa ilani yake ya uchaguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawaomba viongozi wengine waendelee kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani katika jitihada zake za kuendelea wananchi maendeleo ya kweli. Tunakutakia afya njema na mafanikio katika majukumu yako. Tunaomba kuwasilisha. Asanteni sana. CCM oye! Mgeni rasmi, kwa kuwa natambua kwamba shughuli hizi leo ni mbili, kwa bila kupoteza muda, naomba uniruhusu nimkaribishe Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani ili aseme machache, baada ya kupewa nafasi. Apewe bunge, apewe. Na mimi narudishia mwa. Mheshimiwa mgeni rasmi,
mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mkoani, pamoja na mjumbe ambao umefuatana nao, ndugu wanachama, sambamba na Wizara ya Afya Pemba, madaktari wetu ambao tunawapenda sana, ndugu wanachama, asalamu alaykum. Ndugu mgeni rasmi, nichukue fursa hii na mimi kwa dhati kabisa kukushukuru wewe kwa kukubali wito na mwaliko wetu wa kuja hapa katika jimbo letu leo la Kiwani kutufanyia shughuli zetu mbili, lakini kwa kuwa tuko hapa, shughuli ambayo umeifanya hapa ya kukabidhi gari kwa Wizara ya Afya ni jambo ambalo tulikuwa tunalitafuta kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, gari hili niliahidi mwaka 1.5 uliopita kulikabidhi katika kituo hichi wakati makamu wa rais Dr. Isidori Mpango alipokuja kutufungulia kituo hichi, na mimi kama mbunge nikaahidi kwamba tutakabidhi gari. Na wakati nazungumza vile ilikuwa tayari nilishajiandaa na tayari gari nilishalinunua. Lakini kufuatia changamoto nyingi ambazo zilijitokeza, tulishindwa kukabidhi gari hilo kwa sababu ya hizo changamoto ambazo zilijitokeza. Gari hili kama nilivyosema nililinunua kwa kiasi cha Tanzania shilingi milioni 31 katika mishahara yangu, na nililinunua kusudi liweze kuwasaidia wananchi wangu wa jimbo la Kiwani. Leo nashukuru na kwangu imekuwa furaha mno sana, na leo hii ni kuahidi nitazungumza na makamu wa rais kumwambia kwamba ahadi yangu ya gari la kubebea wagonjwa katika kituo cha afya cha daraja la 2 Kendwa nimeshaitimiza. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, ni kuambie kwamba wako baadhi ya watu wetu miongoni mwetu hawapendi maendeleo haya. Kuna watu wanasema majengo ambayo yanajengwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi hayawasaidii wananchi. Lakini vituo hivi vya afya vinavyojengwa wanasema kwamba haviwasaidii wananchi. Sisi huu tunaoona ni upotoshaji mkubwa. Lakini pia haiwezekani, Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, leo wagonjwa wetu ambao wako ndani ya jimbo hili la Kiwani na majimbo jirani kutumia usafiri wa bajaji, kutumia usafiri wa pikipiki wakati gari ipo, mimi nasema tunawalaani wote ambao walikuwa wanakwamisha jitihada hizi za kukabidhiana hii gari ili kuleta maendeleo kwa wanakiwani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sitaki niongee mengi, tuna shughuli nyingi. Sasa nachukua fursa hii kumkaribisha mwenyekiti wetu wa chama wilaya ya Mkoani ili aseme machache, na yeye akualike wewe sasa rasmi ili utuambie mawili matatu ili twende kwenye shughuli nyingine. Mapinduzi. Rasmi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba, wangu Yusuf Juma, Mheshimiwa mbunge jimbo la Mkoani, asante shemeji yangu, nashukuru kwa uwepo wako na kunikumbusha. Nimefurahi kukuona sana. Viongozi mbalimbali wa chama tuliopo na jumuiya zake zote tatu, ndugu wananchi, madaktari wetu, waandishi wa habari, bibi na mabwana, asalamu alaykum. Nami niendelee kushukuru Mwenyezi Mungu, tuendelea kutukimu neema ya uhai na afya njema. Kwa kipekee tuendelee kushukuru amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hili ndio jambo kubwa, na tuendelee kuombea viongozi wetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia afya, umri mrefu, na aweze kuongezea hekima na busara na kuweza kutuletea maendeleo endelevu kwa Tanzania na kudumisha amani yetu. Baada ya shukrani hizo,
mwenyekiti, na shughuli ziko nyingi, tokea asubuhi tunaendelea na ziara hizi. Ilikuwa jimbo la Kichambani na sasa hivi tuko jimbo la Kiwani kwa shughuli hizi za kimaendeleo. Nishukuru sana Mheshimiwa mbunge na wenzake kwa jitihada ambazo wanaendelea nazo kwa kuwatumikia wananchi wao. Baada ya kusema hayo, karibu sana Mheshimiwa mwenyekiti kuzungumza na hadhara. Ndugu viongozi, hili jambo ni jambo lenye ubia. Mbunge alitoa, serikali ikapokea. Sasa kabla sijajieleza, na mwalika afisa mdhamini Wizara ya Afya aseme neno. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba, mwenyekiti wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi, ndugu mbunge, viongozi ulioambatana nao wa Chama cha Mapinduzi, wana chama wenzangu na watumishi wenzangu wa afya, asalamu alaykum. Ndugu Chama cha Mapinduzi, na mimi nitazungumza kwenye maeneo mawili, lakini akiambatana pia kuwa na shukrani ndani yake. La kwanza kabisa ni kushukuru wewe baba, mwenyekiti wa chama, kwa jinsi ambavyo unaendelea kutusimamia na kutuongoza katika mkoa wetu, lakini kwa hapa Pemba pia kuona ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama Wizara ya Afya tunatekeleza vile ambavyo tunatakiwa. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi sisi tunatekeleza ibara ya 184 na vitu. Na ibara hizi zote kiongozi wetu mkuu ambaye anasimamia serikali, naomba tumpongeze sana Dr. Hussein Ali Mwinyi, sababu yeye ndiye ambaye alikuja kunadi ilani. Sisi tunashirikiana yeye kutekeleza ilani kwa mujibu wa miongozo anayotoa. Kwenye upande wa sekta ya afya, sisi hatumdai kitu. Katekeleza kwa vitendo, na sizungumzii Kiwani. Ukienda leo Ukutini Chambani, kituo cha afya kinajengwa. Ukitoka hapa ukienda Tasini, kituo cha afya kimeanza ujenzi. Nazungumzia kwenye eneo tulilokaa la karibu. Lakini ukienda maeneo mengine yote, ukienda Abdalla Mzee hospitali, haya mambo yapo. Sasa serikali inafanya lile ambalo yeye anafanya kwa wakati wake. Lakini miongoni mwa watu ambao wanapaswa kurejesha shukrani kwa wananchi ni waheshimiwa wabunge na wawakilishi. Kwa mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kiwani kwa hiki alichokifanya kwa wananchi wake. Katekeleza. Kwa hiyo tushukuru sana, na eneo alilolitizama ni eneo ambalo linagusa watu wote. Sekta ya afya haimchagui mkubwa, mdogo wala asiyezeeka. Kwa hiyo ni eneo sahihi, na gari hii kama nilivyosema kule nje wakati wa kuipokea, na imani madaktari lakini uongozi wa Wizara ya Afya wote tuko kwenye furaha kwa sababu umeleta kisaidizi katika kukamilisha afua mbili kubwa za afya, aidha kukinga au kutibu. Kwa tuna imani kwamba madaktari wataangalia wagonjwa kwa hali zote, lakini atakayehitaji kusafirishwa kupelekwa kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Abdalla Mzee basi atapelekwa kwa wakati, ili tupunguze vifo vinavyotokana na mama na mtoto. Ili eneo nagusia sana kwa sababu tunatamani kuwa na taifa, tuzaliwe, tuongezeke, lakini tuwe na afya nzuri na mama akijifungua abakie kwenye hali nzuri. Kwa hiyo nina imani kwamba sisi tutashirikiana, na pale unapoona kuna kusuasua usiache, kwa sababu naye huko bado kwenye nafasi mbili. Kwanza ni kiongozi, lakini la pili pia ni mwananchi kwenye eneo hili. Kwa hiyo jamani, mimi nataka nitoe shukrani hizo na niseme kwamba nimelipokea gari hili, na niahidi baba kwako, ukiwa kama mlezi, maana unakuwa una nafasi mbili. Mwenyekiti wa chama lakini ni mlezi kwa sisi kama viongozi. Gari hii itatumika kwa malengo ambayo imekusudiwa. Haitatumika kwa shughuli nyingine zaidi ya shughuli za kinga au kutibu wagonjwa kwenye wilaya husika ya. Mmefahamiana jamani hapo? Kwa hiyo wana Kiwani, Mungu alizungumza baadhi ya mambo, mimi sitaki niguse. Lakini mimi nipo katika kusimamia sekta ya afya Pemba. Kwa hiyo sina eneo la kuchagua wala la kubagua. Kote kwangu mimi ni maeneo ambayo natakiwa nione huduma bora za afya zinawafika wananchi wote. Jamani, matunda tulionayo ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar. Na ndio maana hakusiti, nasema Dr. Hussein Ali Mwinyi tena kwa jinsi ambayo kayafanya. Lakini pia na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ambayo anatufanyia naye. Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ili haya matunda yaliyokuwa yazidi kuongezeka kwenye sekta ya afya, lakini na sekta nyingine. Baada ya hayo machache, nikushukuruni sana
Na baba, nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kusema, lakini niseme nashukuru sana kwenye hili tukio, na sisi sote tuliokuwa hapa tumeweka historia katika upokeaji wa hii gari ambayo itawafaa wananchi katika kupata huduma. Asante sana baba, naomba nikurudishie. Viongozi wenzangu, nataka nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuja kukutana hapa kwa lengo la kukabidhi gari la kubebea wagonjwa katika hospitali yetu hii ya Pemba. Kwanza pia nataka nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa kuweza kutekeleza ahadi yake hii. Lakini la pili, nimpongeze kwa dhati afisa mdhamini Wizara ya Afya Pemba kwa kukubali kupokea. Maana kutoa ni jambo moja, lakini kupokea ni jambo jingine. Afisa mdhamini angesema sipokei, leo shughuli yetu hii isingefanikiwa. Kwa sababu anapongeza kwa dhati kwa kuamua kuja kuungana nasi kwenye jambo hili. Lakini la tatu, gari hili limetolewa na mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Naomba litumiwe kwa wananchi wote pasi na ubaguzi. Mzee wangu, nataka nikwambie kwamba Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameboresha sekta ya afya. Mimi wiki mbili zilizopita nilipata changamoto ya afya. Kule Dodoma nilipokuwepo nilitumia karibu $300,000 kwa ajili ya kujitibu, lakini sikufanikiwa. Nimekwenda katika hospitali yangu ya wilaya Chake pale Changuo niliporudi, nikafanya vipimo 9 kwa ajili ya afya yangu. Vipimo vyote 9 vikaonekana viko vizuri, isipokuwa niliathirika kwa baridi ya Dodoma. Kwa hivyo madaktari wakanipa dawa kwenda kujisaidia. Dawa nilizopewa pale, kama ningenunua kwenye duka la madawa, hazipungui shilingi $150,000 2 kwenda mbele. Sasa kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu wa Kusini Pemba, tuendeleeni kumpongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuboresha huduma ya afya kwa maslahi ya wananchi wote wa Zanzibar. Jambo hili ni kubwa, na mimi nataka niseme tuendeleeni kumuunga mkono rais katika kutekeleza majukumu yake haya, kwa sababu tukishindwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, mambo ambayo tutayafanya yanaweza kumvunja moyo. Yakimvunja moyo, ile dhamira aliyokusudia kuwafanyia Wazanzibari wenziwe itampunguza nguvu zake. Afya, wako baadhi ya wenzetu ndani ya taasisi yako si wema, wako wanaolalamikiwa kutokana na lugha. Unajua neno lugha, ile lugha kwa hawa madaktari ni sehemu ya tiba. Pole, utapoa, Mungu atakuwa. Lakini ukianza kwa lugha tofauti na hile, unaweza kumuua mgonjwa pasi na kutarajia. Maana ule mgonjwa atasema mimi natoka kwetu kwa ajili hapa kujafarijiwa, nitibiwe, lakini naadhibiwa kwa lugha, anaweza asipoe na badala yake akapoteza maisha. Mimi nataka niwaase watumishi wa Wizara ya Afya, wale wenye lugha ambazo si stahiki waache, kwa sababu wao fani yao ya uuguzi. Uuguzi ni huruma. Uuguzi ni huruma. Maneno machafu na ya kebehi si huruma, inaitwa jeuri. Mtibabu yoyote ambaye atumia lugha ya jeuri huwa hana imani na mtu anayemhudumia. Lakini pia mimi nataka niendelee kuwatia moyo watu wa afya. Hongereni sana kwa kazi zenu mnazofanya. Mnafanya kazi kubwa, ngumu, na wakati wengine kabla ya usafiri ambao leo tumeuleta, mlikuwa mkipata tatizo. Huyu mgonjwa sisi uwezo wetu wa kumhudumikia haupo. Gari ya kumpeleka mahali pengine haipo. Tunafanyaje? Lakini kwa busara na hekima zenu mnapata jibu la kutatua changamoto ambazo inawakabili. Mimi nataka niendelee kuwapa moyo
Hongereni sana na juhudi zenu tunazithamini sana. La mwisho nikutakieni kazi njema, msivunjike moyo. Lolote linalokuja ni sehemu ya kazi. Kwa hivyo nakutakieni kila lenye heri katika kufanikisha afya za ndugu zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyekiti safi. Asante mwenyekiti kwa kitendo hichi adhimu na muhimu. Tunapaswa tuombe Allah ili atujalie baraka zaidi na mafanikio. Kwa heshima na taadhima tunamwita mzee wetu Mwalimu Rashid ili atusomee dua. Amin. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلك لنا مما نريد ونجنا من الخوف بفضلك يا لطيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. Kaka mwenye kiboko ya